Je, kuku wako wanaonekana tofauti siku hizi? Hawali vizuri, wanakaa kimya, au wamejitenga na wenzao? Hizi si dalili za kawaida. Hizi ni ishara za hatari bandani kwako. Kuku mgonjwa asipotibiwa mapema, anaweza kuambukiza wenzake na kupoteza kuku wako wote ndani ya siku chache tu. Leo nitakuonyesha dalili 5 muhimu za kuku mgonjwa na hatua za kuchukua kabla hali haijawa mbaya. Karibu Rashi Poultry Farm. Mimi ni Hamisi Rashidi. Kama video hii itakufundisha kitu, basi usisahau kubonyeza button iliyoandikwa subscribe, kucomment na kulike ili tuweze kuwafikia wafugaji wengi. Dalili ya kwanza na kawaida sana ni kuku kukosa hamu ya kula. Kuku mwenye afya anakula mara kwa mara na kwa bidii. Lakini ukiona kuku wako anasimama pembeni wakati wenzake wanakula, anagusa chakula kidogo tu kisha anaondoka, au hakigusi chakula kabisa kwa masaa mengi, basi kuna tatizo la afya linalomkabili. Kukosa hamu ya kula kunaweza kusababishwa na minyoo, maambukizi au magonjwa kama Newcastle au gumboro kwa vifaranga. Angalia chakula asubuhi na jioni. Ukiona chakula kinabaki wakati umezoea kuona kuku wako wakimaliza chakula, basi ujue wana maambukizi ya magonjwa. Dalili ya pili, kujitenga na kundi. Kwa asili, kuku ni wanyama wanaopenda kufanya mambo yao kwa pamoja. Wanakula kwa pamoja, wanatembea kwa pamoja. Kuku wagonjwa mara nyingi wanakaa peke yao pembezoni. Anakaa akiwa ameinamisha kichwa, hana nguvu ya kutembea au kuruka, anaonekana kulala muda mrefu kuliko kawaida. Hii ni ishara mbaya sana, usipuuze. Tembelea banda lako kila asubuhi na angalia kama kuna kuku yoyote aliyebaki nyuma wakati wenzake wanatoka nje. Ukimbaini, mfuatilie kwa ukaribu zaidi. Dalili ya 3 inaonekana kwenye jicho lako. Angalia manyoya ya kuku. Kuku mwenye afya ana manyoya yafuatayo: ni laini, yanayong'ara, yaliyopangwa vizuri mwilini. Lakini kuku mgonjwa utaona manyoya yamesimama wima kama ana baridi, yamechafuka na kutawanyika, yamevunjika na kuanguka kupita kiasi. Manyoya yaliyosimama mara nyingi yanaonyesha kuku ana homa, maumivu au ana msongo mwilini. Kuku akiwa na manyoya yaliyosimama na anatetemeka, hii ni dharura, mtenge mara moja. Dalili ya 4, angalia kinyesi cha kuku wako kila siku. Kinyesi cha kuku mwenye afya kimeshikana, cha rangi ya kahawia kijani na kina sehemu ndogo nyeupe. Lakini ukiona kinyesi cha kuku ni cheupe kabisa kama maji ya chokaa, hiyo ni dalili ya salmonella. Kinyesi ni cha kijani kijani ni dalili ya Newcastle au magonjwa ya ini. Kinyesi cha damu ni dalili ya coccidiosis ambao ni ugonjwa mbaya sana kwa vifaranga. Kinyesi laini kupita kiasi au majimaji ni dalili ya minyoo au maambukizi. Kinyesi kibaya ni moja ya viashiria vya mapema zaidi vya ugonjwa ndani ya banda lako. Kwa hiyo usiwe na kinyaa cha kuangalia kinyesi cha kuku wako. Jitahidi kusafisha banda mara kwa mara. Banda chafu huwa ngumu kugundua kinyesi kibaya. Dalili ya 5, angalia uso wa kuku wako. Kuku mwenye afya ana macho mazuri, angavu na yanayotazama kwa makini. Pua kavu na safi, mdomo uliofunguka vizuri. Lakini kuku wagonjwa utaona macho yamefumba nusu au yenye uchafu, maji au kamasi iliyotoka puani, mdomo ukifunguliwa mara kwa mara kana kwamba ana shida ya kupumua, uvimbe usoni. Dalili hizi za uso mara nyingi zinaonyesha maambukizi ya njia ya hewa kama infectious bronchitis, mycoplasmosis au Newcastle. Kuku akipumua kwa shida au kupiga kelele za ajabu usiku, hizi ni dharura za kweli, chukua hatua za haraka. Nini cha kufanya sasa ukiona dalili yoyote kati ya hizi? Mtenge mara moja kuku mgonjwa. Hii husaidia kuepusha maambukizi kwa kuku wengine. Hakikisha maji ni safi na baridi. Maji machafu yanazidisha ugonjwa. Usimpe dawa kuku bila kujua ni ugonjwa gani. Dawa mbaya inaweza kumdhuru zaidi.
Piga picha au video ya dalili ulizoziona, itamsaidia mtaalamu au mshauri wako kuelewa haraka dalili za ugonjwa. Wasiliana na daktari wa mifugo aliye karibu nawe upate msaada wa haraka iwezekanavyo. Sasa unajua dalili 5 za kuku mgonjwa ambazo kila mfugaji anapaswa kujua. Kuku mwenye afya ni sawa na faida kubwa shambani. Je, umewahi kuona dalili yote kati ya hizi kwa kuku wako? Ulimsaidiaje? Tuambie hapo chini kwenye comment ili na wafugaji wengine wajifunze. Kama video hii imekufundisha kitu, basi like, share na subscribe ili marafiki wenzio wafugaji wapate maarifa haya. Karibu Rashi Poultry Farm. Tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida. Tukutane katika video nyingine.